نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ولكل بدعة ضلالة ولكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم نفسي ونفسكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين. Ndugu waumini, nausia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kuhusu swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wamefaulu wale ambao ni wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa tuko katika mwezi wa Shaaban, mwezi huu ni katika miezi mitukufu ya Kiislamu. Kwa hiyo inatupasa sisi kama Waislamu kufanya ibada kwa wingi na vile vile kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini utakuta sisi baadhi ya Waislamu tumekuwa tukifanya maasi ya kuwa kwamba tunasema wacha tufanye maasi kwa sababu Ramadhani iko karibu. Ina maana watu hawatambui kama Shaabani pia nao ni katika mwezi mtukufu, wanatambua Ramadhani peke yake. Huu ni msiba kwa sababu Waislamu wanapaswa wao wanajua dini yao inasemaje na Mungu anataka nini katika dini yao. Lakini ikiwa Waislamu wenyewe dini wataiacha, itakuwa haina mwelekeo, basi watakuwa wanaonyesha mfano mbaya. Na ndio maana tukaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tuiogope hii dunia, kwa sababu dunia ndio inakufanya mtu unasahau mambo ya akhera. Kwa pale Mwenyezi Mungu akasema, kalla bal tuhibbuna al-ajila, hapana shaka wapo wanadamu ambao wanapenda maisha ya kidunia, watadharuna al-akhira, na vile vile wanasahau maisha ya akhira. Hawajui ipo siku watakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwezi huu ni mwezi ambao unapofanya ibada Mwenyezi Mungu huwa anakulipa mara mbili, lakini sisi tunatambua Ramadhani peke yake. Kila atakayekutana naye atakwambia Ramadhani ni siku fulani, au anakuuliza Ramadhani itakuwa lini. Unakuta huu mwezi pia Mtume, zipo baadhi ya hadithi zinasema Mtume alikuwa akifunga mwezi wa Shaabani wote. Lakini sisi tunaogopa peke yake Ramadhani, na maana hata Mungu inaogopea Ramadhani. Maana watu wanafanya maovu kisha anakwambia nafanya maovu ya mwisho kwa sababu Ramadhani inakuja. Huu ni msiba wa dini yetu ndugu zangu. Inapasa tuogope dunia na vile vile tufanye amali ambazo Mwenyezi Mungu atakwenda kutuangalia na amali hizo. Ndio pale akasema Mtume, hufatul jannat bil makari wa hufatul nar bi shahawat. Imezungukwa pepo kwa matukio na vile vile imezungukwa moto kwa matamanio. Ina maana Mtume ameamrisha kwamba watu wafunge sunna. Zile sunna hazikuamrishwa kwa lazima, lakini unapofunga sunna unamfuata Mtume, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni,
Ikiwa kweli basi mnampenda mtume, mnanipenda mimi, basi kwanza mfuate mtume, na mkimfuata mtume Mwenyezi Mungu atawapenda. Na vipi sisi ikiwa tunafunga Ramadhani mpaka Ramadhani, je, kuna hakika zile amali ambazo zile saumu ambazo wanafunga Ramadhani mpaka Ramadhani, je, una hakika gani kama zinakubalika? Kwa nini usiwe ni mwenye kufunga suna na pia vile vile kufanya mambo mazuri na kujiepusha na matamanio ya hii dunia? Watu wenyewe wanaipenda dunia, lakini vile vile wanadharau akhera. Lakini wajue katika hii dunia maisha ya hapa hayadumu, ni maisha mafupi. Ipo siku tutarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukirudi huko Mwenyezi Mungu atakwenda kuangalia matendo yako. Kwa hiyo hapa ni mtihani tumepewa, na ikiwa Mwenyezi Mungu mpaka sasa anakupatia umri, basi ana sababu zake kwa nini amekuacha hai. Kwa sababu wako wengi ambao kwa sasa wameelekea katika mbele za haki, wako ambao afya zao ni dhaifu katika hospitali. Mimi na wewe, ikiwa Mwenyezi Mungu amekupatia umri na bado unapumua, ni wajibu wako kutumia vizuri huo umri kabla Mwenyezi Mungu hajauchukua. Kwa hiyo huffatul jannat bil makara wa huffatul nar bil shahawati, wajawenyewe wao wamechukia pepo. Mtu ameumbwa akaambiwa mwabudu Mwenyezi Mungu, lakini hataki kumwabudu Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe anataka dunia. Lakini wacha leo hii asikie sehemu fulani kuna sherehe, atatoka hapa na atakwenda, na atakuwa pengine sherehe ile ni ya maasi, hata kama iko mbali kilomita 60 mtu atafika, lakini anaweza kawa anaishi ni jirani na msikiti, asikie ni dai na ita, lakini asiende, kwa kuwa yeye mwenyewe ameshikia pepo, lakini anataka moto. Na akasema tena Mtume, ad-dunya sijinul mu'min wa jawalatul kafir, dunia ni jela ya waumini, na vile vile hii dunia pia ni pepo ya makafiri. Waumini watakaoteseka hapa duniani katika kufanya mambo mema, kufanya mambo mazuri, basi wajue ipo siku Mwenyezi Mungu atakwenda kuwalipa malipo mazuri. Na wale ambao watapendeleka na dunia hii, wataamua kuifuata dunia hii, basi wajue hapa anakula raha hapo peponi, lakini moto huko na ngoja. Na inapasa sisi Waislamu tuige jinsi alivyokuwa akiishi Mtume. Mtume alikuwa akisema watu waipe mgongo dunia, watu wamwabudu Mwenyezi Mungu, lakini yeye mwenyewe alikuwa yuko katika mstari wa mbele. Alikuwa kielezo chema, alikuwa mfano mzuri wa kuigwa. Laiti kama kuna mtu Mtume alikuwa na tamaa, basi dini yetu isingefika hapa, kwa sababu majabali na milima yalimtaka ya dhahabu, lakini Mtume akakataa. Akasema kwamba hii dunia ni mapito, mimi niko mbali na dunia hii, naangalia mstari wa mbele. Na tuangalie Mtume aliteseka, mwisho wa siku kwa sasa Allah amemweka pale pazuri. Inapasa sisi tumfuate na vile vile tuige alivyokuwa. Tuangalie wakati ule baada ya kufa Mtume, Urwa alimfuata mama yake Aisha, akaenda akamwambia, mama yangu, nataka unihadithie jinsi ambavyo mlikuwa mkiishi na Mtume, mlikuwa mkiishi vipi, nataka unielezee. Sasa Urwa alikuwa anamuita Aisha mama yake ndugu, akaenda akamwambia, nataka mnielezee jinsi ambavyo mlikuwa mkiishi na Mtume, mlikuwa mkiishi vipi, uhai wake Mtume mlikuwa mkiishi vipi katika kumcha Mwenyezi Mungu, katika kumwabudu. Tizama watu ambao walikuwa hawajiamini mpaka wanapata mwelekezo ili wafuate. Akamwambia, wallahu ya ibni ukhti, na hapa leo mtoto wa dada yangu, ikuna tulikuwa sisi wakeze Mtume, mama zenu, mama wa Kiislamu, ikuna la nanduru, sisi tulikuwa tukiangalia ila hilali, tulikuwa tukiangalia miezi ya mwandamo. Sasa katika hadithi wamefasiri al-hilal, wakasema maana yake huwa al-qamaru, ni mwezi idha kanat, utakapokuwa mwezi huu ibnu laylatani,
ikiwa ni kitoto kijigesi kichangachanga, kitakapomaliza siku ya kwanza, siku ya pili, huwa Kiarabu kinaitwa hilali. Vile vile wakadhalika, na utakapofika mwezi huu, idha sana ibni siti, utakapofika siku 6, basi huwa bado unakuwa hilali katika Kiarabu, na utakuwa mkubwa. Kisha ukifika wa 20 au wa 27, ukifika siku ya 20 au 27, unarudi mdogo tena, unakuwa hilali. Basi Aisha anamsimulia Urwa, anamwambia kunna lanandhuru, tulikuwa sisi wazee tukiangalia ila hilali, mwezi ya Muandamo, tukiangalia wa kwanza, thumma ila hilali, kisha mwingine, thumma ila hilali, kisha mwingine. Anasema thalathatul ahilla, hii ni miezi mitatu, fi shahraini, lakini imefungamana na miezi miwili. Wa ma ukidat min abiyati rasulillah, hazikuwashwa nyumba zote 9 za mjumbe wa Mwenyezi Mungu, narun, hazikuwashwa moto. Na nikisema hazikuwashwa moto, hazikupikwa, na maana yake watu walikuwa wakiishi hivyo kwa kama tayasara au kama kuzingatia. Sasa kuntu Urwa anasema, nikamuuliza mama yangu mimi, ya khalati, ewe mama yangu ndogo, fama kana yuishukum, mlikuwa mkiishi vipi nini? Miezi miwili hakupikwa, mlikuwa kila nini? Aisha anamwambia kalat, sisi tulikuwa al-aswadani, sisi tulikuwa tukitumia vitu viwili ambavyo vinaitwa aswadani. Katika maelezo ya hadithi pia wakaeleza aswada hapa haikumaanisha kwamba ni kitu cheusi. Hili ni neno asili ambalo Waarabu wanatumia. Waarabu hata wanaposema al-qalbul aswad, hawajamaanisha kuwa mpa mweusi, lakini wanamaanisha ashaitani. Sasa katika hadithi aswadani iliyofasiriwa ni atamru, ni tende, walmahu, na maji. Hivyo ndivyo kuitwa aswadani katika hii hadithi. Hivyo ndivyo ambavyo Mtume alikuwa akichukua na kila vitu hivyo katika hii miezi miwili. Na wakafasiri, baadhi ya wanatarehe wakasema miezi hii ni Rajab na Shaaban. Sasa alikuwa Mtume akila atamru walmahu, tende na maji, iko vitu ambapo alikuwa akila na wale bibi zake. Miezi miwili fululizo kupika kwa Mtume, watu wanakula tende na maji, wanaangalia akhera yao, wanatengeneza akhera yao, wanamwogopa Mwenyezi Mungu kisawasawa. Sasa akamwambia, ila isipokuwa kama utataka nikueleze zaidi, liannahu kad kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jirani min al-ansar, hakika huyo Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa na marafiki zake ambao ni majirani zake ambao wametokamana na Maanswari. Na hawa Maanswari Mwenyezi Mungu anasifu katika Qur'ani, anasema wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, hakika hawa Maanswari walikuwa wakiziathiri nafsi zao kwa sababu walikuwa wanatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na walikuwa wakiukiwa ni wenye kusamehe zaidi. Na Answari pia katika hadithi wakaeleza ismul islamiyu, hili ni jina la Kiislamu, ghalabun, lililotokamana min biladi auladi al-Amsi, ambalo lililotokamana na makabila mawili. Kabla ya Uislamu kulikuwa na kabila la Ausi wal Khazraj. Hawa ni makabila mawili ambayo yalikuwa yakigombana, Maanswari, kabla ya Uislamu kupatikana. Kwa hiyo hawa Maanswari wakana tilahu manaibu, hawa walikuwa na manaibu, na hii manaibu jamiu manihan, ni wengi wa neno tamko maniha. Na maniha walikueleza katika hadithi, hiashatu ni mbuzi au naka au ngamia. Sasa hivi ni vitu ambavyo walikuwa yuwatwila swahibuha. Hawa Maanswari walikuwa wakimpatia rafiki yao Mtume liyashrabu labaniha, kwa ajili ya kukama maziwa kunywa. Sasa tunapata kitu cha tatu katika aswadani, tunapata ni maji, tende na maziwa. Hivi ndivyo vitu ambavyo Mtume alipokuwa akivitumia katika miezi hii, na hakuna aliyesikitika wala kusononeka wala hakuna aliyemkufuru Mungu. Zama hizo watu walikuwa wanafanya amali zao kwa sababu
kupikia pengine leo chakula hiki, baadaye pia kidogo hicho anaweza akaongea na akakufuru, anaweza akaongea na akakufuru neema za Mwenyezi Mungu alizompatia, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapokupa ana sababu, na Mwenyezi Mungu anapokunyima ana sababu, na akikupatia Mwenyezi Mungu hata kama ni hicho shukuru, kwa sababu katika haya maisha kila mtu ana uwezo wake ambao Mwenyezi Mungu amempatia, ili Mwenyezi Mungu angalie imani zetu zikoje, ili Mwenyezi Mungu asipime imani za waumini zikoje. Kwa hiyo katika hadithi hii Mtume alikuwa akifanya kupewa na manswari, anafanya kupewa kusaidiwa. Sio kwamba alikataa utajiri, lakini alikuwa akionyesha mfano mzuri zaidi kwa kwamba mimi ni kiongozi, sifai kuwa hivi, nafaa niwe hivi. Tuangalie viongozi wetu wa leo. Viongozi watakuwa wao wanataka walindwe, waabudiwe wengine, tena wao watakuwa hawana mfano mzuri kwa jamii. Lakini kiongozi bora ni Mtume Muhammad, na yeye ndiye mtume bora katika mitume yote, kwa sababu alionyesha mfano bora na elimu bora ya kuliko katika ulimwengu huu. Ndio maana leo mtume tunamsoma na atasomwa mpaka siku ya Kiyama. Kwa hiyo katika hadithi alikuwa hawa manswari wanampatia mtume maziwa ili aweze kukama kunywa, kwa sababu ili wanafanya kumsaidia tu yani. Kwa hiyo wakanu yursiluna ila Rasulillah, na walikuwa, anaeleza Aisha anasema, walikuwa wakimpelekea mtume wa Mwenyezi Mungu ili aweze kukama maziwa kwa miskina na vile vile akitunywesha sisi. Kwa hiyo apana hadithi hii tunapata faida ya kwamba inatujuzu Muislamu